Okay, naam, habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi chetu cha mahojiano maalumu ambapo leo tupo na mtu fulani hivi. Sijataka kukutajia jina kabisa maana nataka umuone wewe mwenyewe. Naam. Tutakuwa na mambo mawili matatu hapa tukizungumzia Yesu kwa habari ya kazi yake, pia huduma yake aliyopewa na Mungu. Naam, twende tuambatane pamoja na mimi tuendelee kusikiliza katika haya. Okay, naam. Tutakuwa na maswali mawili matatu ambayo tutakwenda kumuuliza mtu ambaye tupo naye katika kipindi hiki chetu maalum kabisa pendwa. Naam, kwa ambatana pamoja nasi. Naam, tutakwenda kumuuliza tujue majina yake, pia anajishughulisha na nini. Kwa ambatana pamoja nasi, usitoke hapo kwenye TV yako, baki hapo hapo ulipo. Okay, naam. Watu wanatamani kukujua wewe ni nani, wajue historia yako kwa ufupi kabisa. Kwa unaweza kujitambulisha wewe ni nani? Naam, kwa kifupi zaidi. Naitwa Catherine Mwakembe, ni mfanyabiashara lakini pia ni mtumishi wa Mungu na mtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Naam, nimefika hapa na nadhani unajishughulisha na shughuli ya ushonaji. Yes. Lakini pia kama ulivyozungumza hapo awali kwamba ni muimbaji pia. Naam, uliwezaje kubalance masuala yote mawili kwamba unaimba pia lakini pia unashona? Kila kitu kina wakati wake na muda wake. Ndio. Nadhani tu ni Mungu anatusaidia kwa sababu kumtumikia Mungu ni kila siku, ni maisha yetu ya kila siku. Ndio. Na pia hatuwezi kumtumikia Mungu bila kufanya kazi. Kwa hiyo kila kitu unakitengea muda kwamba this time niko na Mungu. Mungu tuko naye wakati wote, lakini sasa kwenye lile eneo la kutumika. Ndio. Unanielewa? Ndio. So mimi kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumangapi? Jumamosi. Yes. Yes, nimefurahi sana kwamba usema kwamba kumtumikia Mungu pia na kazi vinaenda. Maana wanasema pia asiyefanya kazi na asile. Sawa, nadhani ndugu mpenzi mtazamaji unasikia, anasema asiyefanya kazi na asile. Kwa ni somo ambalo pia unaweza ukachukua. Naam, hebu unaweza ukatufafanulia kwa ufupi kipi kilianza kati ya kuimba na kushona pia? Maana umesema kwamba una huduma ya uimbaji. Unaweza ukatuambia ni kipi kilianza kati ya kuimba na kushona pia? Karibu. Nilianza kuimba. Ndio. Alafu kazi yangu nimeanza 2023. Nilianza rasmi, lakini kumtumikia Mungu ni tangu nikiwa mdogo. Tangu ukiwa mdogo? Yes. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba huduma ya uimbaji ilianza zaidi? Yes. Oho. Kutoka nikiwa mtoto mdogo. Kutoka ukiwa mtoto mdogo. Yes, basi nimefurahi. Kwa upande wangu sasa labda nikuulize maswali machache. Unashona nguo za aina gani? Labda ulijifunza wapi? Vitu kama hivyo. Okay, mimi nilijifunza first time nilijifunza 2018. Ndio. Nilijifunza tu kwa sababu napenda. So nikaona nikiwe ni kitu ambacho ni cha ziada ninacho. Ndio. I didn't think kwamba kuna siku nitakuja kufungua ofisi, nitakuwa nina ofisi yangu ninashona. Ila nilikuwa napenda designing since nikiwa mtoto mdogo. Kwa hiyo 2018 nikajifunza. Though nilikuwa bado mtoto mdogo sana. Nilipoona sasa kwamba natakiwa nifanye hichi kitu 2022 ndio nikaenda kujifunza vizuri zaidi Dar es Salaam. So after there ndio nikaja Mbeya 2023 nikafungua ofisi yangu ya kwanza na hii ni ofisi yangu ya pili, na Mwenyezi Mungu akijalia tutakuwa nazo nyingi zaidi. Amina sana, amina sana. Kwa maana hiyo unataka uniambie kwamba kama hii ni ofisi yako ya pili maana yake ipo tayari ya kwanza? Yeah. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Nimefurahi kusikia hivyo. Naam, ukiacha na mbali na huduma lakini pia na kushona, kuna kazi pia ambayo ushaifanya kabla ya hapo na ukaona inakuingizia kipato mbali na kushona sasa? Zipo nyingi lakini siwezi kuzitaja kwa sasa. Hauwezi kuzitaja kwa sasa? Unaweza labda kidogo tu watu wajue kwamba mbali na kushona pia kuna sehemu wanaweza wakafanya. Maana tunawaambia ni watu pia wanatamani wajifunze. Sawa. Tuko na hii Kate Clothing Brand, lakini nina biashara nyingine ni duka la mahitaji ya nyumbani. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo navifanya. Okay, naam. Unaweza labda tukapata nyimbo zako pia, labda tutazipata wapi? YouTube. Catherine Mwakembe. Naam, basi nadhani nimepitia baadhi ya nyimbo pale YouTube na nimeziweza kuzisikiliza. Hivi tuseme mbali na nadhani na uimbaji. Mbali na uimbaji labda historia ulijifunza, maana umesema ulianza huduma toka ukiwa mdogo. Labda unaweza kusema mwalimu aliyekufundisha. Okay. Au ni kitu ambacho tu ulikuta kwamba kipo, au kuna mtu alikupa ushauri wa namna yako? Kwanza kabisa ni wazazi wangu. Ndio. Mama yangu ni mwimbaji. Ndio. Tu mimi
mimi nimetokea familia ya waimbaji. Mamangu mwimbaji, bibi yangu mzaa mama alikuwa mwimbaji, mama zangu wadogo waimbaji, especially babangu pia naye alikuwa ni mwimbaji. Kwa hiyo nimejifunza kupitia wazazi wangu, lakini pia Sunday school tulikuwa tunafundishwa kuimba. Nimetoka hapo nikaenda kwenye kwaya, mwalimu wangu James Bwata alinifundisha. Kwa hiyo niseme tu nimekulia, yani watu walikuwa wananizunguka wengi walikuwa ni waimbaji. Yes. Sasa kwa muda huo, ndugu mpenzi mtazamaji anayetusikiliza, unaweza ukamkatia kipande kadogo akasikia nini voko nini? Wakati mwingine kifua kinakusumbua. Naam. Una kipaji kikubwa sana. Na nimependa pia na nimependa pia huduma yako hii, pia unawashonea watu wanamtukuza Mungu kupitia wewe. Yes, tunashona nguo, tunafanya delivery mikoa yote ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania tumeshafika. Tumefika South Africa, tumefika Rwanda, tumefika Kenya na mikoa karibia yote ya Tanzania. Kate Clothing Brand tumefika na tutazidi kufika sehemu zote kwa sababu tunamwamini Mungu, tunazidi kwenda mbali zaidi kila siku. Amina sana. Naam. Unajiona wapi miaka kama 2-3 mbele? Na je, uwekezaji wako upoje? Unawekeza zaidi kwenye ushonaji au kwenye muziki? Tutegemee nini kutoka kwako? Nisiwe muongo. Ndio. Najiona mbali kwa sababu tuna Mungu. Ndio. Sisi tunapanga, Mungu anatusaidia kutimiza. Kwa hiyo najiona mbali. Watu wapo wataona cha kwamba ni uzima. So what I know ni kwamba baada ya hiyo miaka 2 kuna mahali Mungu atakuwa ametupeleka kwenye biashara na kwenye huduma pia. Hatutokuwa vile. Amina sana. Sasa huduma yako wewe una mpango wa kuwekeza zaidi kwenye muziki au kwenye ushonaji pia? Muziki unahitaji pesa. Ndio. As I said before kwamba muziki unahitaji pesa. Ndio. Kwa hiyo tunafanya kazi ili tuwekeze zaidi kwenye muziki. Hatuwezi kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo wakati ukifika tutapushi zaidi muziki. Kwa sababu hata ukiangalia pale YouTube, nyimbo yangu ya mwisho ni 2023. Kutoka hapo sijaachia nyimbo yoyote. Kwa hiyo nadhani ni swala tu la muda, but very soon tunarudi. Mwaka huu tutarudi na watu wataona. Amina. Sasa basi unaweza ukajitambulisha pia, ukatambulisha akaunti zako. Okay. Yes. YouTube natumia Catherine Mwakembe. TikTok natumia Kate Clothing Brands. Facebook natumia Catherine Mwakembe. Instagram natumia Kate Clothing Brand, hiyo ni akaunti ya biashara, lakini akaunti yangu binafsi natumia The Real Catherine Mwakembe. Amina sana. Nadhani ndugu mpenzi mtazamaji umekwisha sikia. Hebu tusikilize sasa, turudi tena kwake. Unawapa vijana, yani unawapaje ushauri vijana ambao sasa wanakusikiliza muda kama huu na wana kipaji kama chako? Unawashauri nini? Wafanye nini ili kufikia kama ulipo wewe? Cha kuimba au cha kushona? Yes, nitazungumza kwa pande zote mbili. Naam, kwa habari ya ushonaji lakini pia kwa habari ya huduma ya uimbaji. Maana naamini kuna watu wanakusikiliza sasa hivi na ni waimbaji pia. Wengine pia ni washonaji, wana vipaji kama wewe lakini wanatamani kufika mbali. Pengine labda sehemu ulipo wewe au zaidi ya ulipo wewe. Unawashauri nini? Karibu. Okay. Tukianzia upande wa huduma. Kwanza kabisa hawatakiwi kuacha kitu ambacho Mungu amewapa. Haijalishi ni nini, haijalishi ni nini kitatokea, lakini ni lazima wabebe kusudi la Mungu. So kumtumikia Mungu kuna changamoto nyingi. Si tu kwenye uimbaji. Yaani as long as wewe unamtumikia Mungu, changamoto zipo nyingi sana. Kwa hiyo wasikate tamaa, wasiache kusudi ambalo Mungu amewapa, wakumbuke kuna siku wataulizwa, nilikupa kitu fulani ulikitendea kazi? Kwa hiyo ukishajua wewe ni nani, ni lazima utajua unataka nini. Then nikirudi kwenye upande wa biashara, wasichana wenzangu, kaka zangu, wadogo zangu, marafiki zangu, wakubwa kwangu, tufanye kazi. Biblia inasema Mungu anabariki mikono itendayo kazi. Lakini pia anasema asiyefanya kazi na asile. Na pia Mungu anachukia umaskini. Kwa hiyo sasa ili tuende mbali na tusibaki vile vile, ni lazima tufanye kazi. Kwa hiyo haijalishi unacho kidogo, anzia pale pale ulipo. Hakuna ambaye alianzia juu. Wote tunaanzia chini tunaenda juu. Tunachotofautiana ni mitaji. Kwa hiyo wewe ambaye una mtaji, mimi naamini Mungu atakupatia. Na wewe ambaye unachoona ni kidogo, amini kwamba hicho kidogo Mungu anabariki na kitafika mbali zaidi. Amen. Kwa ni hayo tu. Amen. Yes. Naam, ulikuwa nasi kwenye kipindi tena hiki ambacho kilikuwa ni kipindi maalum cha mahojiano mafupi. Tulikuwa na ndugu yetu hapa dada Cathe. Si ndio? Yes. Nadhani amefurahi pia kujumuika katika kipindi hiki. Yes, apatana nasi tena katika kipindi kingine, maana mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Asante sana.
Nashukuru sana. Amen.